Mr. Speaker, I know. Mr. Speaker, hapa hakuna swali aliuliza. Yeye amekuja na information ya marehemu. Na mimi nilianza kuinform historia ya marehemu. Before marehemu adai, tulikuwa na yeye urafiki gani? If you cannot understand Kiswahili, I'm going to speak English. Let us tap kwa bunge. Mr. Speaker, Mr. Speaker, mimi kama Nuru Okanga nimeanza kwa kusema natoa opinion yangu, na nilikuwa naendelea kumiminia Ong'ondo Were sifa zake wakati alikuwa hai. But swali ni moja, mimi kama Nuru Okanga naenda MCA pale Horera Ward. Yes. Na mimi ni kijana. Hatujakataa youth for youth. But mimi speaker yangu, speaker, my big question, pale Kasipul, that is my big question. Pale Kasipul, hakukuwa na youth wengine, ODM aliona kupea ticket ndio alete kwa hii nyumba ya David we. Mr. Speaker, kama huyu kijana, mandugu zake wamelia, hawana masikio. Wasichana wamepotea kwa hiyo constituency. Yeye alikuwa PA wa baba yake. Wakimpea MP, atafanya nini? Mimi nataka niambie watu wa Kasipul na confident, without fearing. Mimi ni mwanaume. Nataka niambie watu wa Kasipul, kama mnataka masikio yenu ipikue mutura kwa hiyo Kasipul, chagueni wewe Oboid we. Hiyo mtapika matura na masikio yenu, mtavunjwa miguu. Hakuna agenda yenye huyu kijana anakuja kuendeleza kwa hiyo constitution. Hata huyu kijana hana agenda. Umejasikia akisoma manifesto yake? Yeye anakuja kukamilisha ile agenda yenye baba yake kuvunja watu miguu. Yeye anakuja kukamilisha. Hakuna agenda yako nayo. Na mimi siongei kwa sababu ati niko na chuki, naongea kwa sababu ya youth. Watu wa Kasipul wananipigia, wananiambia watu wa ODM wanawalazimisha wachague huyu kijana, lakini ground ni mbaya. Ground ya Kasipul imependa Aroko. Na hiyo ndio kweli ya mambo. Hata ukinichukia, kwani mimi Aroko sijai kutana naye, na hata sijui namba yake ya simu, na siongeangi naye. Ground inapenda Aroko. And Mr. Speaker, for information, watu wa ODM lazima wakuwe na alternative ya kuweka candidate kwa ballot. Lazima muangalie ground inataka nani, si kuangalia pesa, si kuangalia familia. Angalia yule mtu ako na manifesto gani. Mimi kama Nuru Okanga nina support Aroko kuwe MP wa Kasipul without hata kumuona, na sitaki kumuona juu ni mzee, lakini ako na idea ya watu wa Kasipul, ako na maono. When I'm summarizing, Mr. Speaker, nowadays I'm speaking English natural. Mr. Speaker, when I'm talking about English, because 2027 I'm going to be elected for Horera Ward MCA, and when I'm going to Assembly at Kakamega, I'm not going there to speak mother tongue. I'm going to speak English. Huyo mwalimu wako Nuru. Mambo ya dynasty. Mambo ya dynasty. Matajiri. Kenya tuko na kabila mbili peke yake. Tajiri na maskini. Na maskini ndio wanashikana. Gideon Moi ni royal familia. Ruto alimtafuta kwa sababu ya utajiri wao. Wanasema ati Gideon Moi alikuwa kwa upinzani. Ushaiona schedule ya Gideon Moi kwa upinzani? Hakuna. Ushaiona Gideon Moi akiongea kwa about upinzani?
wale ni matajiri, na tumesema raundi hii mulie musilie, mupende musipende. 2027 Kasongo must go home kabisa. Mimi nataka nikuambie mandugu zetu wa Nyanza, nataka niwaonye, msije mkatumiwa kama tishu na muachwe. Mr. Speaker, Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka to be president 2027 amesimama na Mheshimiwa Honorable Raila Amolo Odinga 5 times. Kwani hiyo mara 4 Stephen Kalonzo Musyoka akikonfuse Wakamba akipigia Raila. Saa hii ndio mnaona Kalonzo ni muovu. Tuwako nje ya serikali. Na malizia na msemo wa Biblia. Safari ya Canaan kulikuwa na Musa na Joshua. Wewe nyamaza. Nyamaza. Mr. Speaker, mimi nilikuwa na summarize speaker. Mimi na summarize kwa kusema hivi. Safari ya Kanani, wana wa Israeli ndio wafike Kanani ilikuwa ngumu. Na Biblia inasema sio walianza safari, wale walifika. Wale walianza safari walikufa wote. Kizazi yenye ilitokea ndio ilifika. Lakini kulikuwa na viongozi wangapi? Wawili. Musa na Joshua. Na Mr. Speaker, Musa Mungu akamwambia utaona Kanani kiumbali, utaionea huko. Huyo ni Raila sasa. Huyo ni Kalonzo. Huyo ni Raila. Kanani huko. Raila ndiye Musa. Nani? Joshua. Musa aliambiwa ataona Kiumbali. Panda mlima ndiye aone. Lakini huyu mwenzake Joshua ndiye alielekeza wana wa Israeli mpaka wakahakikisha wameona Kanani. Mr. Speaker, kulikuwa na umuhimu sana ama kulikuwa na sababu baba Raila Amolo Odinga asikalie kitu ya president. Na kulikuwa na muhimu pia after hii kura baba join the government yenye inanuka na Kalonzo abaki nje. Akuwe msafi kama pamba. Ili wananchi mnasemanga Kalonzo atoi ana pesa. Atoe ametoa wapi pesa na ana? Yes, mwisi. Sasa Mr. Kalonzo senior counsel ambaye akiingia kwa uongozi no abduction, no killing judiciary, no corruption, no everything. So Kalonzo anaenda ku protect kila kitu. And I want my justice, Mr. Speaker, thank you very much.